Basi siku nyingine tena tunamwona Mr. William akiwa amekuja kwa Hawa ili aweze kupata majibu ambao Hawa alikwambia atampa baada ya kujifikiria. Basi akawa anamuuliza, vipi, umeshajifikiria kuhusu offer ambayo nikupatia? Eti ndio, nimeshajifikiria na leo nilitaka nije pale ofisini, lakini nilikuwa sijisikii vizuri, ndio maana sijafanikiwa kuja pale ofisini. Eti ndio hivyo, eti yeye. Mara ghafla tunaona Mr. Lorenzo anaingia. Alivyoingia kacheki upande wa pili akamuona Mr. William. Akasema, wewe hapa? Wewe umekuja tena hapa? Basi Mr. Lorenzo akaona isiwe shida, akajaribu kuongea na Hawa, akamwambia hata kama Mr. William akakwambia atakupa kiasi gani cha pesa, usijali, mimi nitakupa mara 10 ya zaidi ya kile ambacho yeye Mr. William alichokupropose. Kwa hiyo kubali kufanya kazi na mimi. Kubali kufanya kazi na mimi naweza nikakufanya uwe tajiri. Naweza nikufanya uwe tajiri, utapata kila kitu kwangu mimi. Kwa hiyo usidiliki na usikubali kufanya kazi na Mr. William. Kwa hiyo Hawa na yeye akawa anamjibu, akamwambia kwamba kumbe ninyi mnafahamiana na kati yenu mna magomvi. Basi kwa pande pili Mr. Lorenzo alivyorudi kwa mdogo wake akawa anajaribu kumuuliza, vipi, inawezekanaje mission hiyo haijashika? Kwa sasa inakuaje sasa, utafanyaje sasa hapa? Akawa anamjaribu kumuuliza kaka yake, na kaka yake akamwambia, oya, tulia, mimi najua nini nitachofanya, nitatafuta mtu mwingine ambaye yuko sahihi, mtu mwingine ambaye anaweza kufanya kazi hiyo tofauti na Hawa. Vipi, mbona uelewi? Basi Lina huko akawa ana mgombeza sana kwa kitendo hicho Mr. Lorenzo alichokifanya. Basi akaona sio shida, akaamua kuondoka zake. Siku nyingine huku tunamwona Hawa yupo na rafiki yake wanazidi kupiga kazi ya ile project. Basi wakiwa wanaelekezana hapo, anamwambia hapa inabidi ufanye hivi, hapa inabidi